ambao Mwokozi alitumana katika ulimwengu likafikishwa ni hili. Alisema hivi, akasemaje? Mathayo 28 mstari wa 19. 28 mstari wa 19 ya Mathayo inasema hivi. Inasemaje? Tena ndio nawaambia ya kwamba wawili wenu. Mathayo 28 mstari wa 19. Mathayo kwa sababu Mwokozi alipotumana katika ulimwengu ndio alisema hili lienda likatendeke, ndio na wapeleke ujumbe huu. Alisemaje? Ndio tunataka tuangalie. Wacha tuone Mathayo 28 mstari wa 19. Ndio inasema hivi. Ndio baada ya kufa na kufufuka aliwatokezea wale mitume wake akawaambia. Msomaji, ndio kama uko tayari uweze kunisomea 28. Nikiwa tayari nitakwambia tu, zungumza tu kidogo. Mathayo 28 mstari wa 19. Mstari wa 19. Kwa hivyo hiyo ndio jambo ambalo tutaliendelesha hapa kwa zile dakika ambazo tutakuwa hapa. Ndio. Na tutakaa hapa kwa muda mrefu. Ndio. Lakini kwa hizo dakika tutakuwa hapa, tutakwambia ukweli kama ulivyo. Ukweli kama ulivyo. Hebu soma ile kitabu tusikie. Mathayo 28 mstari 28 mstari wa 19. 28 mstari wa 19. Inasemaje? Inasema hivi. Basi ndio endeni mkawafanya mataifa yote ndio kuwa wanafunzi wangu. Nani anaongea mahali pale? Huyu ni mwana wa Mungu, si Yesu. Kwa hivyo Yesu alipo kuwa anatuma mitume, ndio aliwaambia waende ulimwenguni wakawafanya watu wote kuwa wanafunzi wa nani? Wake. Na sisi tumekuja hapa kufanya watu wawe wanafunzi wa Yesu, kwa sababu katika ulimwengu tulioko watu wameshawafanya wanafunzi ndio kuwa wao wakakosa kufanya watu kuwa wanafunzi wa Yesu. Ndio. Kwa hivyo sisi tumesimama hapa kuweza kufanya watu kuwa wanafunzi wa nani? Wa Yesu, mwana wa Mungu. Hebu soma andiko tuendelee. Mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho. Endelea. Na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Rudia. Na kuyashika yote niliyowaamuru nyinyi. Rudia. Na kuyashika yote niliyowaamuru nyinyi. Kwa hivyo tuwafundisha watu kushika yote ambayo ndio Yeshua ama Yesu aliagiza. Kwa hivyo tufundisha watu kushika yote. Sasa tumekuja hapa kwa sababu watu hawakufundisha yote. Hapana. Walifundisha mengine, mengine wakakataa. Ndio. Lakini siku ya leo tumekuja kusema hayo yenye asemagwi. Ndio. Sasa wakati ambapo nitazungumza hapa kwa hizo dakika kadhaa nitakuwa hapa, hii kazi itaendelea hapa. Kwa hivyo jitayarisha mapema. Yeremia 1:10, soma msomaji. Kaa tayari. Hii kazi itaendelea hapa kwa sababu nitaingilia ngome ya shetani kama vile hujaiona. Ndio. Wakati ambao tutaongea hapa ujumbe ambao tutapeleka hapa, utaingilia ngome ya shetani. Hii ngome ambayo inaitanisha na Mungu. Ndio. Lakini ni ya shetani itaingiliwa kama vile hujaiona. Hebu soma andiko tusikie. Yeremia 1 mstari wa 10. Mwenyezi Mungu akiwatuma wajumbe, hii ndio wajumbe wa Mwenyezi Mungu, wanakuja kuitekeleza. Na ndio tumekuja kufanya hapa. Soma tusikie. Angalia. Ndio. Angalia. Nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ameweka wajumbe wake juu ya mataifa na falme. Endelea. Ili kung'oa. Jambo la kwanza tutang'oa. Kubomoa. Jambo la pili tutabomoa. Kuharibu. Jambo la tatu tutaharibu. Na kuangamiza. Na jambo la nne tutaangamiza. Baada ya kufanya hivyo, hatutawacha hivyo. Tutafanya nini? Endelea. Ili kujenga. Kwa hivyo tutaacha tumejenga na kupanda. Na tutapanda iliyo ya kweli. Ndio. Kwa sababu katika ulimwengu tulioko kumeweza kutokea manabii wa uongo wengi. Nisomee Mathayo 24 mstari wa 11. Mathayo 24 mstari wa 11. Kwa sababu katika ulimwengu huu tulioko manabii wametokea uongo wengi, mitume walitokea uongo na wote wanajitanisha na jina la Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wakati tutaongea hapa inawezekana tutawataja kwa jina. Soma andiko tusikie. Mathayo 24 mstari wa 11. Yesu alikuwa ametayarisha mapema, alikuwa amepeana tahadhari. Akasemaje?
Na manabii wengi wa uongo watatokea. Rudia. Manabii wengi wa uongo watatokea. Rudia. Manabii wengi wa uongo watatokea. Endelea. Na kudanganya wengi. Kwa hivyo watadanganya wachache ama wengi? Wengi. Tumekuja kusema hapo wameshatokea. Ndio. Na wamedanganya wengi. Ndio. Msomaji? Ndio. Nisomee Yeremia. Ndio. 14 mstari wa 14. Kwa sababu hawa manabii walipotokea, ndio kweli iliitwa uongo. Ndio. Nayo kweli, nayo uongo ikaitwa kweli. Ndio. Giza ndio ikaitwa kuwa ni nuru. Ndio. Nayo nuru ikaitwa ni giza. Kaitwa giza. Mambo yaliyo mema yakaambiwa ni mabaya. Ndio. Na yaliyo mazuri ndio yakaambiwa yaliyo mazuri ndio yakaambiwa kwamba sio mazuri ama sio mema. Endelea soma andiko 14:14 Yeremia. Inasemaje? Ndipo Bwana akaniambia. Akasemaje? Hao manabii wanatabiri uongo. Nani anasema hivyo? Huyu ni Mungu anaongea kupitia mdomo wa Yeremia. Akasema hao manabii wanatabiri nini? Hao manabii wanatabiri uongo kwa jina langu mimi. Haya, kumbe manabii ndio wanatabiri wakitumia jina la Mungu. Wanakwambia Mungu anasema, lakini Mungu hajasema. Endelea. Mimi sikuwatuma. Kwa hivyo Mungu hakutuma hao manabii wala sikuamuru, na wameshakwisha tokea katika ulimwengu. Ndio. Ambao waliongea maneno lakini si Mungu aliwatuma. Ndio. Na walisema Mungu ndiye amewatuma. Na hata wakati ambapo Yeshua alikuwa hapa duniani akasema watatokea. Kwa hivyo hebu nisomee Isaia 5 mstari wa 20. Kwa sababu hili ndiyo jambo ambalo limefanyika katika ulimwengu tulioko. Watu wamedanganywa, ndio, na walioachiwa kazi ya kuambia watu kwamba wamedanganywa, ndio, na kufanya watu wasikoseshwe, ndio. Hao ndio waliowakosesha. Tutawaangalia saa hii tu. Hebu soma andiko 5:20 ya Isaya inasemaje? Ole wao. Ndio. Ole wao. Wasemao kwamba ndio uovu ni wema. Ole wao. Ni Mungu anasema kwamba wanafanyaga nini? Wasemao kwamba uovu ni wema. Wanasemana uovu ni nini? Ni wema. Nao wema. Na kwamba wema ni uovu. Watiao giza badala ya nuru. Watiao giza badala ya nuru. Giza inaitwa nuru. Ndio. Na nuru inaitwa nini? Inaitwa giza. Ndio. Tumekuja hapa kusema nuru ibaki ikiwa nuru. Giza ikae ikiwa giza. Tumekuja kutawanyisha. Ndio. Giza na nuru, ukweli na uongo. Kwa hivyo nayo hii ni kuhusu ukweli na nini? Uongo. Na tumekuja na ujumbe wa kweli. Ndio. Na ujumbe huu kweli ni nini? Kwa sababu unajua kweli kila mtu hata akikuja hapa anasimama anasema anakuja na kweli. Wacha tujue kweli ni nini. Ndio. Kwa sababu ndio tumekuja nayo hapa. Hebu nisomee kitabu ya Zaburi. Ndio. 119:142. Soma 119:142. Kwanza tujue hiyo kweli tumekuja nayo hapa ni gani, kwa sababu tutatumia hiyo kweli kushambulia ngome ya shetani na kukuonyesha uongo uko wapi. Ndio. Hebu soma 119:142. Inasemaje? Haki yako ni haki ya milele. Na sheria yako ni nini? Sheria yako nini? Ni kweli. Kwa hivyo sheria ya Mungu ndio nini? Kweli. Hebu nisomee Yohana 14 mstari wa 6. Kwa sababu hiyo kweli ndio tutatumia. Tumesikia kweli ni sheria ya Mungu. Yenye inaitangwa kweli ni sheria ya Mungu ndio inaitangwa kweli. Ndio. Hebu soma tusikie. Yohana 14 mstari wa 6. Inasema hivi. Ndio. Yesu akamwambia, akasemaje? Mimi ndimi njia. Endelea. Na kweli na nini? Na uzima. Kwa hivyo yeye ndiye njia na nini? Ukweli na kweli. Tumeona ni nini? Sheria. Kwa hivyo yeye anasema ndiyo sheria. Yeye ndiyo sheria. Hebu soma Injili ya Yohana 1:1. Ndio tuingie kwenye mada ambayo imetuleta hapa. Injili ya Yohana 1:1. Kwa sababu ndiyo hiyo neno. Ndio hiyo sheria. Yesu ndiye kweli. Ili tuambie Yesu mwenye alihubiriwa ni gani huyo? Hebu soma tusikie. 1:1 Yohana. Inasemaje? Hapo mwanzo kulikuwako neno. Kulikuwa nini? Neno. Naye neno ndio alikuwako kwa Mungu. Naye neno alikuwa kwa nani? Kwa Mungu. Kumbe neno la Mungu ndiye mwanae. Ndio. Hebu soma 14 mstari wa 14 hapo chini. Inasema hivi. Ndio. Naye neno alifanyika mwili. Kwa hivyo neno akafanyika mwili. Endelea.
akakaa kwetu, ndio, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee, ndio, atokaye kwa Baba, amejaa neema kumbe neno na kweli. Kumbe neno la Mungu ndio ndiye mwana pekee yake ambaye ametoka kwa Mwenyezi Mungu. Ndio. Kumbe neno la Mungu ndio Yesu. Ndio. Na tumeona neno la Mungu ndio sheria yake. Ndio. Tumekuja hapa kwa mambo mawili tu. Kama Isaia 8 mstari wa 20. Isaia 8 mstari wa 20. Kwa sababu wajumbe wote wa Mwenyezi Mungu wanapeleka ujumbe huo. Wote ambao wametumwa na Mwenyezi Mungu wanaenenda katika haya maneno, na kama hawataenenda na maneno hayo, ndio hao Mungu hajawatuma. Hebu soma Isaya 8 mstari wa 20. Inasemaje? Na waende kwa sheria na ushuhuda. Rudia. Na waende kwa sheria na ushuhuda. Rudia. Na waende kwa sheria na ushuhuda. Ikiwa hawasemi sawa sawa na neno hili, bila shaka bila shaka kwao hapana asubuhi. Kwa hivyo hakuna asubuhi, yani kusema hakuna nuru. Ndio. Si wa kweli, si wa kweli. Hawaiko katika mwangaza. Ndio. Kama hawatakuja wakiongea kwa sheria na ushuhuda. Na sisi tumekuja tukiongea sasa kwa sheria na ushuhuda. Naam. Kwa hivyo waliotutangulia mbeleni, ndio waliweza kupeleka kinyume maneno kinyume na Mwenyezi Mungu. Tumekuja tuyadhihirishe. Ndio. Ili wewe usidanganyike tena, usitapeliwe tena, usinyang'anywe tena na mambo ambayo yanahubiriwa. Tumekuja kusema si ya kweli. Si ya kweli. Mungu hakutumana. Hapana. Tumekuja kusema uongo unahubiriwa kanisani. Ndio. Kanisani inahubiri uongo. Tumekuja kusema msikiti unahubiri uongo. Na tutakudhibitishia saa hizi. Sasa hivi. Kwa hivyo kuwa tayari kutusikiliza. Na Mungu alikuwa amesema kwamba atakuja kutoa watu wake kwa hizo. Ndio. Hizo madhehebu. Mungu atakuja kuwatoa huko. Ndio. Na atanyang'anya wachungaji wengi hao kondoo. Hebu nisomee Ezekieli 34 mstari wa 10. Ezekieli 34 mstari wa 10. Ndio. Kwa hivyo sisi tumekuja hapa na sisi tunakulaga wenye wanakulaga kondoo. Ndio. Kwa hivyo wakati tutakuwa hapa tutaingilia wenye wanakulaga kondoo wa Mungu. Sisi hatukuli kondoo. Sisi tunakulaga hao wanakulaga kondoo, na hatuwakulagi kwa mdomo. 34:10 ya Ezekieli. Tunawakulaga kwa ile neno Mungu alisema. Ndio. Na yenye Yesu alishuhudia. Soma andiko. Bwana Mungu asema hivi. Rudia. Bwana Mungu asema hivi. Nani anaongea hivyo? Mungu. Tazama. Ndio. Mimi ni juu ya wachungaji. Kumbe Mungu ako juu ya akina nani? Wachungaji. Endelea. Nami ndio nitawataka kondoo zangu mikononi mwao. Tumekuja kusema Mungu anataka kondoo wake arudishiwe kondoo wake wachungaji. Ndio. Na sisi tunakukubalisha kama wewe ni mchungaji, kama wewe ni shehe, unaweza karibia hapo kuja useme au kulagi kondoo wa Mungu. Hebu soma hiyo andiko tusikie. Nami ndio nitawachisha hiyo kazi ya kuwalisha kondoo. Kumbe kuna wakati Mungu alikuwa amesema atawashisha ndio wachungaji kulisha kondoo wake. Tumekuja kusema hiyo wakati imefika. Kondoo wa Mungu aachiliwe, Mungu ajilishie. Ndio. Soma andiko tusikie. Nao wachungaji ndio hawatajilisha wenyewe tena. Nami ndio nitawaokoa kondoo zangu vinywani mwao. Mungu amekuja kuokoa kondoo wake mikononi mwao. Walaji wa kondoo. Endelea. Wasiwe tena ndio chakula chao. Kwa hivyo wakati ambapo tutaongea hapa ndio tutaweza kuingilia uongo pale popote penye uongo pataingiliwa, na tutakuonyesha, tutakudhirishia uongo uko wapi. Kwa sababu hao wachungaji Mungu alikuwa amewaweka pale ndio waweze kupea watu maneno ya kweli. Ndio. Lakini hawakupea watu maneno ya kweli. Hawakupeana ukweli. Tunataka kuhakikisha sisi hatujakuja hapa hakuna mfuko itapita hapa ya sadaka ama tukufanye ukuwe mshirika. Sisi hatuna kanisa, tuendai kanisa. Hata hatujapanga kuanzisha. Na hata hatujapanga kuanzisha. Hivyo kaa kidete. Na sisi sio Waislamu, hatukuiti kuja kwa Muislamu. Sisi hatuna dini. Sisi sio watamaduni, kwa hivyo hatukuiti kuja kwa tamaduni yetu. Hapana. Sisi ni wajumbe tu wa kuleta ujumbe wa kweli. Ujumbe wa kweli wa Mwenyezi Mungu ambao ndio sheria yake. Ndio. Na ushuhuda. Ndio. Na haya ndio maneno ya Mungu. Sasa haya maneno wachungaji waliyapiga chenga. Waliyaficha haya maneno ambayo tutaongea hapa. Ndio. Na hao ndio maana katika Zekaria 10 msomaji, Zekaria 10 mstari wa 3, Mungu ako na vita, ako na hasira na wachungaji.
Tunasomaga pali penye hapasomagi, penye pali kujagwa na kanisa hasomagi mchungaji. Hapo ndipo tunasoma leo. Soma hiyo andiko tusikie. Zekaria 10 mstari wa 3. Zekaria 10 mstari wa 3. Inasemaje? Hasira yangu. Rudia. Hasira yangu. Nani anaongea? Mungu anazungumza kupitia kinywa cha Zekaria. Anasema aje? Hasira yangu imewaka juu ya wachungaji. Kumbe hasira ya Mungu imewaka juu ya kina nani? Ya wachungaji. Kwa nini? Nami ndio nitawadhibu mbuzi waume. Mungu anawaita mbuzi nini? Anawaita wachungaji hao, anawaita mbuzi waume ambao ndio senge. Ni sisi tumesema ama ni Mungu? Mungu. Tumesema ama tumesoma? Tumesoma Zekaria 10 mstari wa 3. Rudia tena. Hasira yangu imewaka ndio juu ya wachungaji. Kwa nini? Nami nitawadhibu mbuzi waume. Kumbe Mungu anaita hao wachungaji senge. Masenge hao. Ni sisi tumesoma ama tumesema? Imeandikwa tukasoma. Hebu nisomee Isaia 56 mstari wa 10. Kwa nini Mungu anaita hao wachungaji senge, mbuzi waume? Ako na hasira sana. Na ako na hasira na wao. Kwa sababu mambo ambayo walikuja kusema Mungu hakusema, na tabia zao zinafanana na senge. Na mbuzi wa nini? Nyinyi wasikilizaji mnajua tabia ya senge. Tabia ya senge yani dhege. Anafananishwa na senge wao watu. Kwa nini hawasomaji hapo wachungaji waambie sisi tunaitaka na Mungu senge? Kwa nini hawasomaji hapo? Tumesoma ni Zekaria 10 mstari wa 3. Ndio. Hebu soma Isaia 56 mstari wa 10 ili tuingie. Inasema hivi. Ndio. Walinzi wake ni vipofu. Walinzi hani hao wachungaji ndio walinzi, ni vipofu. Wote pia hawana maarifa. Kumbe hawana nini? Maarifa. Endelea. Wote ni mbwa waliobubu. Ni mimi nimesema ama ni Biblia tumesoma? Tumesoma, imeandikwa tukasoma. Mungu anaita hao wachungaji aje? Mbwa waliobubu. Endelea. Hawawezi kulia. Ndio. Kuota ndoto. Hawezi julisha watu kwamba kuna hatari ya Mungu inakuja. Kuota ndoto. Hawezi kujulisha watu kwamba wasiasi sheria ya Mungu. Kulala. Ndio, endelea. Kupenda usingizi. Upenda usingizi. Naam. Ndio. Naam. Mbwa hao. Mungu anasemaje? Mbwa hao. Rudia. Mbwa hao. Rudia. Mbwa hao. Wanachoyo sana. Kumbe hao wachungaji wameitwa aje na Mungu? Mbwa hao wanachoyo sana. Tumesoma Isaia 56 mstari. Ndio. 56 mstari wa 10. Kwa hivyo, ndio. Kwa nini wanaitwa umbwa? Kwa sababu kazi ya umbwa ni wakati ambapo iko katika boma, ndio, nikiona hatari kikuja, inajulisha wenyeji huko, wenye wako kwa hiyo ndio. Ikiona kwamba kuna hatari, inajulisha, inabweka, mwenyewe anakuja. Mwenyewe anafanya nini? Anakuja. Lakini sasa hivi wachungaji walirelax, walikuja wakaongea maneno ya prosperity. Utabarikiwa, utapokea, utainuliwa. Pokea makontaina kutoka China. Pokea. Hallelujah. Pokea. Somebody say kacha. Receive. Yaani wewe unataka ureceive gari na baisikeli hata hujui kuendesha. Hata hujui kuendesha unataka ureceive. Na mchungaji unaona nakupima tu akili. Yaani unataka kupimwa unapimika. Tumekuja kusema kwamba ni concert wanakuwa wakipiga. Hiyo ni sarakasi. Ni drama zinakuwa zikiendelea. Hiyo ni drama. Na hatutanyamaza tena. Hapana. Wazazi wetu hawatadanganywa tena. Wazazi hawadanganywi. Na watoto wetu hawatadanganywa tena. Ndio. Kwa hivyo, wakati ambapo ndio tunaongea hapa, tuko na hasira na wachungaji. Tuko na hasira kwa sababu hawafundishi kweli kama ilivyo. Kwa hivyo, sisi tumekuja hapa kukumbusha kwamba neno la Mungu aliyoliongea alikuwa amesema hivi. Nisomee Zaburi 89. Zaburi 89 mstari wa 34. Mungu alikuwa amesema agano lake hata lialifu. Lile neno Mungu alisema, alikuwa amesema hata halitageuka. Sasa wachungaji mtakaribia hapa mtuambie ilijibadilika lini? Lini likabadilika? Unajua hawa wachungaji hawa mabishop hawa nao akibishop na reverend. Ndio. Na reverend ni jina la Mungu, ni kutusi Mungu huko.
Kwa hivyo wamedanganya, wametapeli watu wengi kwa jina la Mungu. Kwa jina la Mungu tumekuja kusema kwamba Mungu hakuwatuma. Mungu hakuwatuma. Na sio sisi tutasema. Hapana. Tutasoma. Mungu ndiye atawasema hivyo. Soma tusikie. 89 mstari wa 34. Inasemaje Zaburi? Mimi ndio sitalihalifu agano langu. Nani asema hivyo? Mungu Baba asema. Mimi ndio sitalihalifu agano langu. Sitalibadili neno litokalo midomoni mwangu. Kumbe Mungu alikuwa amesema hilo neno hata libadili kamwe. Na agano lake hata libadili. Sasa hiyo agano la Mungu ndio inaambia kwamba ibadilika. Na agano la Mungu ni nini? Hebu nisomee Deuteronomy 34. Ndio. Kwa hivyo hawa wahubiri, hawa wachungaji, mabishop, tumekuja kusema kwamba Kamau ni wa uongo, Njoroge ni wa uongo. Tumekuja kusema Harrison ni wa uongo. Hao ni masenge. Na tutataja kwa jina. Ndio. Tumekuja kusema kwamba Ng'ang'a anadanganya watu. Tumekuja kusema kwamba Wanjiru anadanganya watu. Tumekuja kusema kwa jina. Soma hiyo andiko tusikie. Kumbukumbu la Torati inasemaje? 30 na Thelathini na nne. Na kama uko hapo ungetaka kuuliza swali, na sisi tunakubali kuuliza swali. Tunakubali swali. Unaweza tuuliza ndio ama mkonomo. Unaweza tuuliza ni kama yani kama mmechizi. Mko na kichwa mzuri, tukwambie tuko nayo. Mnatumianga kitu, tukwambie tutumiagi. Mnataka sadaka, hatutaki sadaka. Tunataka masikio tu. Sisi tupe masikio yako tukuambie ukweli. Na wewe kama unataka kudhihirisha ukuje ulize swali, tutajibu. Umefika pale? Ndio. Maana kuhubiri ndiko ambako hukubalishi kuuliza swali. Hebu nisomee 10. Ndio mzuri nafikiri hiyo. Kwa hivyo hilo agano Mungu alilolipeana ndio amri zake. Ndio sheria yake. Ndio inaitwa agano lake. Na hilo agano Mungu amesema katika Zaburi 88 mstari wa 34. Amesema kwamba hawezi libadili kamwe. Na kwa hivyo sheria ya Mungu haiwezi kuisha. Na kwa nini mchungaji anatuambiaga iliisha? Anasema kwamba ni mzito sana. Na anasema kwanza haiwezi timilika. Hebu tusomee tusikie. Ndio. Hiyo amri ya Mwenyezi Mungu alikuwa amesema usiipe. Ndio. Sini Kutoka 20. Kutoka 20. Ndio. Amri za Mwenyezi Mungu ziko pale. Ndio. Akasema kwamba usikuwe na mungu mwingine. Ndio. Usiwe na sanamu ya kujichongea, si ndio? Naam. Akasema kwamba usitaje jina lake bure. Akasema ikumbuke siku ya Sabato. Ndio. Akasema uwatii wazazi wako, si ndio? Ndio. Haya mambo Mungu alisema. Na akasema usizini, usiue, na usitamani, na usiongee uongo. Haya maneno leo nahubiria kwamba na wachungaji yalikwisha. Kwa nini mchungaji anatuambiaga maneno ya Mungu yaliisha na amesema hata arifu? Msomaji? Ndio. Hebu nisomea kitabu ya Mathayo 5 mstari wa 17. Mathayo 5 mstari wa 17. Mwenye anaekeleago na mapastors kwamba ati sheria ya Mungu iliisha ni Yesu. Na kwa sababu Yesu anaekeleago kwamba alikuja kumaliza sheria ya Mungu, wacha tusikie yeye akijinasua kwa huo mpeko. Yesu alikuwa amesemaje kabla ya wachungaji kuja? Haya. Ndio. 5:17 Mathayo. Inasemaje? Msidhani ya kuwa nilikuja kuitangua Torati au manabii. Rudia. Msidhani ya kuwa nilikuja kuitangua Torati au manabii. Rudia. Msidhani ya kuwa nilikuja kuitangua Torati au manabii. Sasa leo hata wacha kudhani. Leo anasema kwanza ati kwamba alitangua Torati ndio inaitangwa sheria. Ati kwamba Yesu alitoa Torati. Ndio. Alitoa sheria ya Mwenyezi Mungu aliondoa. Ndio. Lakini Yesu pia haya maneno tena Mathayo 5 mstari wa 17. Msidhani ya kuwa nilikuja kuitangua Torati au manabii. Yesu anasema msidhani. Lakini wachungaji wanasema ndio maana Mungu ako na hasira na wao. Ndio.
Endelea na hiyo andiko. La. Ndio. La. Sikuja kuitangua. Yesu anasema hapana, sikuja kuondoa sheria. Endelea. Bali kutimiliza. Kumbe alikuja kutimiliza. Endelea. Kwa maana. Ndio. Amin. Na akaweka hii ushahidi. Ushahidi aliyoweka ni gani? Endelea. Nawaambia. Ndio. Mpaka bingu na nchi. Akasema si unaona bingu? Si unaona nchi iko? Ndio. Yesu akaendelea na maneno ya Yesu. Zitakapoondoka. Kumbe aliweka ile kitu ambayo haiwezi pita. Ile mpaka tutaishi kuiona milele. Na sasa leo Yesu alisema si unaona bingu? Ndio. Si unaona nchi? Ndio. Hakuna yodi moja, yani hata koma, hata full stop ya sheria itaondoka. Lakini leo ndio pastor ako hapa. Pastor ako hapa amekanyanga hii nchi. Ako hapa junction. Na anasema sheria iliisha. Na amekanyanga na bado na ako duniani. Na ako dunia. Wewe pastor, bishop, hiyo maneno uisemea kwa hewa. Semea kwa hewa. Kwa hivyo ndio watu sasa hivi wametanganywa kwa miujiza, wakadanganywa kuondolewa kwa maneno ya Mungu, sawa sawa. Na maneno ya Mungu ambayo ndio sheria yake ikahubiriwa kinyume na wachungaji. Na sasa hao wachungaji wakajiita baba wa kiroho, na Yesu alikuwa amesema amekataza. Hebu nisomee Mathayo 23 mstari wa 9. Huyu Yesu ambaye ni kweli. Kwa hivyo sisi tunasema Mungu alisema, Yeshua akashuhudia. Tunasema Mungu alisema, Yesu akashuhudia. Hiyo ndio utakuwa unasikia hapa. Tunakwambia Mungu alisema na Yesu akasema. Huo ndio msingi, full stop. Hebu soma hiyo andiko tusikie. 23 mstari wa 9 Mathayo. Inasemaje? Wala msimuite mtu baba duniani. Nani alisema haya maneno? Huyu ni Yeshua anashuhudia. Kumbe anasema msimuite nani? Mtu yeyote baba duniani. Kusikue yani na spiritual father. Kusikue na baba wa kiroho katika maneno ya Mungu. Lakini leo spiritual father wamejaa wapi? Hata akina mama. Kanisani. Huyu ndiye baba yangu amenilea kiroho. Hata mama yuko. Harrison anaitwa baba wa kiroho. Sisi tunatumia maneno ya Yesu kukuita shidwe. Soma hiyo Mathayo, rudia tena. Msimuite mtu baba duniani. Nani anasema? Yeshua anashuhudia. Endelea. Maana baba yenu ni moja. Kumbe baba yetu katika mambo ya kiroho, katika mambo ya neno la Mungu ni Mungu. Endelea. Aliye wa mbinguni. Kumbe yeye ndiye baba yeye ndiye baba pekee. Na sasa leo spiritual father wametoka wapi duniani? Kwa makanisa na spiritual mother. Tuambiwe ama huyo Yesu ambaye anaongea hapo ndiye anahubiria kwa kanisa. Huyo ni Yesu bandia. Kwa hivyo Yesu mwenye anahubiria kwa kanisa ni huyo mwenye amesema hakuja kuondoa sheria. Sio yeye. Anahubiri Yesu mwingine. Msomaji? Ndio. Kwa hivyo hakuna jambo lolote la Mungu ambalo hakuwa amelihakikisha kabla aliseme mara 7. Na alikuwa amesema kwamba ukitaka kubarikiwa. Hebu nisomea Lawi. Ndio. Mambo ya Lawi. Ndio. 11 mstari wa 29. Mungu alikuwa ameweka baraka na akaweka laana. Na akasema kwamba utakuwa unabarikiwa ukifanya nini? Na utakuwa unalaaniwa ukifanya nini? Sasa hiyo kwa nini mchungaji asomagi hapo? Hebu soma hapo tusikie. 11:26. Ndio. Angalieni. Angalieni. Nani anasema? Huyu ni Mungu. Nawawekea mbele yenu hivi leo baraka na laana. Rudia. Nawawekea mbele yenu nini? Hivi leo baraka na nini? Na laana. Nawawekea baraka nini? Na laana. Kumbe Mungu ndiye aliweka baraka na nini nyingine? Na laana. Kumbe Mungu aliweka mambo mawili, laana na baraka. Na baraka. Kwa hivyo laana haikuwekwa na shetani. Haikuwekwa na shetani. Nani aliweka? Mwenyezi Mungu. Hebu endelea na hiyo andiko tusikie Mungu atasemaje. Baraka ni hapo mtakapozishika, mtakapoyasikiza maagizo ya Mungu. Kumbe baraka ni hapo nini? Tutakapoyashika maagizo ya Mungu. Ndio sheria yake. Maagizo ya Mungu ndio sheria yake. Kumbe baraka ni wakati tunashika sheria ya Mungu. Hapo ndipo baraka iko. Ndio. Baraka si kuambia utabarikiwa, utapokea, utaenda ng'ambo, utainuliwa, pokea makonteina kutoka China. Pokea. Na hata jugu karanga haujaiuza. Makonteina kutoka China. Hebu endelea na hiyo andiko tusikie. Ndio. Na laana utapata wakati utafanya nini? Na laana ndio ni hapo msiposikiza maagizo ya Mungu. Kumbe laana ni hapo mtakapokosa kusikiza sheria ya nani? Ya Mungu. Mhubiri anasomaga hapo. Anasemanga kupokea ni kutoa.
Mhubiri asomaga hapo? Hapana. Alitumwa na nani? Alitumwa anahubiri Mungu gani huyo? Huyo ni kama alitumwa na nyanya ama ni nani? Ndio maana leo watu wameharifu sheria ya Mungu na kwa sababu ya kukosa kusikia hiyo maagizo ya Mungu ndio sheria yake. Ndio. Watu leo tumetawanyika na tuko katika laana. Leo Mungu ametupiga kwa magonjwa kwa sababu ya kukataa maneno yake. Kwa sababu ya kukataa sheria yake. Leo tunaangamia. Hebu nisomee kitabu ya Deuteronomy 28. Kumbukumbu la Taurati 28 mstari wa 21. Mungu alikuwa amesema kwamba tukikosa kusikia sheria yake, haya mambo yatatutendekea. Soma pale tusikie. 28 mstari wa 21. Kumbukumbu la Taurati. Inasema hivi. Inasemaje? 28. Ndio. Mstari wa 21. Bwana nani anaongea? Huyu ni Mungu. Mungu alikuwa amesema aje? Amesema aje? Bwana atakuambatanisha nini? Na tauni. Na tauni. Usiposikia sheria yake, Bwana atakuambatanisha na tauni. Endelea. Na nini? Hata nini? Atakapokwisha kukuondoa katika nchi uingiayo. Endelea. Kwa kuimiliki. Bwana nini? Atakupiga. Kumbe kukosa kusikia sheria ya Mungu, Mungu atatupiga. Endelea. Atakupiga kwa kifua kikuu. Kifua kikuu, hizi magonjwa zinagojeka huku zimekuja kwa sababu ya kukataa sheria ya Mwenyezi Mungu. Tuberculosis. Kifua kikuu ni tuberculosis. Ndio. Umegojeka tuberculosis yako hapo, uko nayo hapo. Utie sheria ya Mungu pone. Na kwa homa. Na nini? Na kwa homa. Kumbe hata homa. Na kuwashwa. Kumbe hata homa inatokana na kuvunja sheria nani? Ya Mungu. Sasa leo hiyo magonjwa tuko nayo. Lakini kumbe laana ambayo kumbe ile laana inatokana na kutovunja sheria ya Mwenyezi Mungu inatupata, si ndio? Hadi wa leo. Lakini tunaambiwa kwamba hiyo sheria iliisha. Kwa nini laana bado yenye inatokana na sheria inatupata na sheria iliisha? Hebu jiulize. Kwa hivyo hebu anza hapo mstari wa kwanza. Unajua watu wanasomanga hapo tu utabarikiwa 28 pale utabarikiwa. Lakini uwapiagwi utabarikiwa ukifanya nini? Ndio. 28 mstari wa kwanza. Inasemaje? Kumbukumbu la Torati. Inasema hivi. Ndio. Itakuwa utakaposikia sauti ya Mungu. Kumbe ukisikia sauti ya Mungu ndio sheria yake. Endelea. Mungu wako atakapo kutukuza juu ya mataifa ya duniani. Endelea. Na baraka hizi zote. Kumbe baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti yake. Kumbe usikiapo maagizo, sheria ya Mungu, ndipo ambapo utabarikiwa, si ndio? Ndio. Si amesema kwamba utakuwa unabarikiwa ukisikia sheria yake? Ndio. Ukiitii. Ndio. Sasa yule Yesu anahubiria wa kanisa, huyo na pia walisurubisha hiyo sheria kwa mti. Atiko apare Golgotha, alisurubisha hiyo kwa msalaba. Tumekuja kuambia shidwe. Na tuambie hiyo ni uongo. Yesu alikuwa amesema hivi, ukitaka kuingia katika uzima, nisomee Mathayo 19 mstari wa 16 ili uniambie kanisa ama inakupeleka kwa huyo Yesu ama inakupeleka katika uzima ama huwa inapeleka kwa jehanamu. Soma hiyo ndiko tusikie Yesu alisemaje. 19:16. Natazama mtu mmoja akamwendea. Kumbe kuna mtu ambaye alimwendea Yeshua akamwambia aje? Mwalimu, nitende jambo gani jema? Rudia. Nitende jambo gani jema? Sikiliza hiyo andiko mtu hapa. Sikiliza hiyo vile hiyo swali iliulizwa. Nitende jambo gani jema? Endelea. Ili nipate uzima wa milele. Akamwambia aje? Kwani kuniuliza habari ya wema? Ndio. Aliye mwema ni mmoja. Safi. Lakini ukitaka kuingia katika uzima. Lakini ukitaka kufanya nini? Kuingia katika uzima. Rudia. Ukitaka kuingia katika uzima. Zishike amri. Rudia. Zishike amri. Rudia. Zishike amri. Rudia. Zishike amri. Kumbe ukitaka kuingia katika uzima shika nini? Amri. Na hizo amri, hivyo ndivyo Yesu alikuwa amesema. Lakini leo wachungaji wanatuambia zilikwisha. Mnahubiri Yesu mgani? Yesu bandia. Mkora Yesu wa kutaka mali yako. Na ndio maana ukiwa wa kanisa hautasikia jambo lingine huko. Utakuwa unasikia tu John 3:16. For God so loved the world. Hebu soma hiyo andiko John 3:16. Ndio. Ili ni kuonyesha vile kwa kanisa na sisi sio kwa kuhubiri tunahubiri. Sisi tunakufunza yaliyo sema na Mwokozi na akasema na Mungu. Full stop. Mungu akasema ili wewe
Mungu akasema, Yesu akashuhudia. Akashuhudia, full stop. Ndio. Hebu soma ile andiko tusikie. Yohana, ili wewe upime, tunapima kanisa ni ya nani? 3:16. Inasemaje? Ni kuonyesha vile tunahubiria wa kanisa. Kwa maana. Kwa nini? Kwa maana. Kwa nini? Kwa maana. Jinsi hii. Kwa nini? Mungu alipenda ulimwengu. Akapenda nini? Ulimwengu. Ni mama yako? Hapana. Ni baba yako? Hapana. Ni mnyama wako? Hapana. Ni nani? Ulimwengu. Endelea. Hata nini? Akamtoa mwana pekee. Ng'ombe yenu? Hapana. Nyanya yako? Hapana. Mwana pekee. Alafu unasikia haleluya. Pokea. Bwana Yesu asifiwe. Damu yatiririka. Damu yatiririka. Damu ya Kalvari hata sasa yatiririka. Ausikii unadanganywa? Yaani unaiona wewe? Damu ya Kalvari hata sasa inatiririka na ilitiririka. Na ndio inakutakasa. Wewe unaenda unazini, alafu Jumapili utakuja kuombewa. Unakuja kuombewa kwamba utakaswa kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu ati bado inatiririka. Hebu soma Yohana 17:17. 17 tunapomalizia. Tusikia huyo Yesu. Ndio. Alisema mtu anatakaswa kwa nini? Ni nini ambayo inatumika kutakasa mtu? Sasa leo maneno yalibadilishwa, leo ni damu. Nani alisema na Yesu hakusema hivyo? 17 Yohana. Yesu atuambie, uwatakase nini? Kwa ile kweli. Kumbe alisema uwatakase kwa ile kweli, si ndio? Ndio. Nini? Neno lako ndio nini? Ndio kweli. Kumbe mtu anatakaswa kwa neno la nani? Neno la Mungu ndio linakutakasa na ndilo kweli. Na hivyo ndivyo Yesu aliacha amesema. Sasa leo nani huyo Yesu mwenye anatakasaka watu kwa damu ni mgani? Hiyo damu haijaikauka, ni gani hiyo? Wewe ambaye unaenda haya matendo. Wewe unakuwa bado unatiririka na bado. Unaiona wapi? Hebu tutolee tuione. Wewe usikii kwamba unadanganywa. Unajua sisi wakati tunakwambia ukweli kama ulivyo. Ukweli kama ulivyo. Na sisi hatuhubiri huo habari hiyo jema yenye unaweza penda kusikia. Ndio. Sisi tunakupelekana ujumbe wa kweli. Tunakuletea ujumbe wa kweli. Sisi tunakuletea kweli kama ilivyo. Hatuongezi na hata hatufanya nini? Hatupunguzi. Kwa hivyo, ninapoendelea kumalizia, ndio. Hebu nisomee hiyo andiko. Tusome andiko. Tusikie kwamba Mungu alikuwa amesema, tunapaswa kufanya nini? Ndio. Hebu nisomee Ufunuo wa Yohana. 12 mstari wa 14 mstari wa 12. Hiyo ndio nzuri hiyo. 14 tunapotamatisha. Endelea. Hapo ndipo. Nini? Hapo ndipo. Kumbe hapa ndipo penye nini? Penye subira. Ya nini? Ya watakatifu. Kumbe hawa watu wameitwaje? Watakatifu. Hii hawa watu watakatifu wanakaaje? Hebu soma tusikie. Hawa wazishikao amri za Mungu. Wanashikana nini? Amri za Mungu. Hawa wa kanisa wanashikana amri ya Mungu. Wanasema kwamba ilisulubiwa Golgotha. Hapo wako nje. Hebu endelea. Na imani ya Yesu. Kumbe wako na amri ya Mungu na nini? Imani ya Yesu. Na kwa sababu hawa watu hata wajui imani ya Yesu ni nini? Hebu soma. Ufunuo huo wa Yohana 12 mstari wa 17. 17. Ndio. Joka akamkasirikia yule mwanamke. Joka ni shetani, akakasirikia. Endelea. Mwanamke, kusanyiko hilo. Endelea. Inakaaje? Akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia. Wazishikao amri. Nini? Wazishikao amri. Na nini? Za Mungu. Na nini? Na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Kumbe wanashika amri za Mungu. Ndio. Na kuwa na ushuhuda wa nani? Wa Yesu. Kumbe ile imani tumesoma katika Ufunuo 14. Ndio. 12. Hiyo imani ya Yesu. Kumbe ni ushuhuda wa nani? Wa Yesu. Yaani ni yale maneno Yesu aliyaongea. Mafunzo yake hapa duniani. Na ndio tumeona kama hiyo ambayo amesema mtu anatakaswa kwa neno. Na neno la Mungu ni sheria. Kumbe mtu ni sheria ya Mwenyezi Mungu. Ndio inakwambia usiibe, usizini. Kama ulikuwa unaiba, wakati umeacha kuiba unakuwa umetakaswa kwa ukweli. Kwa hivyo hili jambo ambalo limeendelea katika ulimwengu, ndio tumekuja kusema kwamba wewe ambaye unahubiriwa ujumbe kinyume na sheria ya Mwenyezi Mungu, ndio toka huko kama risasi. Funguka macho sasa. Unadanganywa. Mhubiri kuja simame hapa aseme haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Watu wa hapa
Tayarisha mfuko yako mzuri. Tayarisha mfuko yako mzuri. Weka simu yako mzuri. 10 yako yenye iko kwa mfuko inaenda. Maana wakora wameingia. Si walikuja na Biblia siku nyingine mkawapa kiti. Wamekuja na Biblia siku nyingine wakisema mwadhani agoshwe. Mwadhani agoshwe. Mwadhani agoshwe. Agoshwe rege. Na Biblia hii tu. Agoshwe rege na akaletwa na kanisa. Kanisa ilikuja ikisema huyu ndiye Mungu amechagua. Huyu ndiye wa Mungu. Sasa leo wanaandamana wakisema must go. Kanisa mtatuambia. Kumbe Mungu alikuwa anataka kutudhihirishia kwamba kanisa ni ya uongo. Kanisa ni ya matapeli. Kwa sababu wachungaji ndio walituletea huyo Mungu bandia. Huyo mtu. Kumbe tumekuja hapa ili kuweza kutoa warning. Ndio. Na tuweze kualert. Kuna hatari ya Mungu. Hatari iko kwa wenye hawatafanya mapenzi ya nani? Ya Mungu. Na mapenzi ya Mungu ni kushika sheria yake na kuizingatia na ushuhuda kwa Yesu. Msomaji? Ndio. Hebu fanya hivi. Hebu nisomee hiyo andiko na nafikiri sitasoma ingine. Ndio. Nafikiri hivyo. Habari ya Mungu ni tamu. Unajua haya maneno ni ya kweli. Haya ni ya kweli, na kweli ni tamu. Maneno ya Mungu inakuwa tamu, yani sheria ya Mungu ni tamu. Lakini sisi tumefanya kuwa kali. Lakini wachungaji wanasema ati wewe hebu kwanza soma, nikuja hapo kwa wachungaji niambie huyu mtu kabla hajaenda. Ndio. Soma gani? Nimekupa andiko. Bado. Hebu nisomee waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana 5 mstari wa 3. Huku ndiko kumpenda Mungu. Wewe ambaye unaenda kanisani unasema mimi nampenda Mungu. Mimi napenda Mungu, yani nasikia tu Mungu nampenda, yani Mungu wangu, yani na kipili. Mungu sio deni. Ati unamletea feelings zako vile unampenda. Hatukatii Mungu. Mungu kupenda Mungu ni aje? Hebu soma andiko tusikie. Waraka wa Yohana wa kwanza 5 mstari wa 3. 5 mstari wa 3. Huku ndiko kumpenda Mungu, si uko kwenye unafikiriaga ni kuomba sana. Kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu. Rudia. Kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu. Rudia. Kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu. Ni kufanya aje? Kwamba tuzishike amri zake. Kwamba tufanya nini? Tuzishike amri zake. Maliza. Wala amri zake si nzito. Kumbe amri za Mungu sio nini? Si nzito. Lakini hao wachungaji wanasema ni mzito. Sidwe. Kwa hivyo amri ya Mungu ni rahisi, sikia. Ndio. Wakati ambapo wewe unasema kwamba amri ya Mungu ni mzito. Si Mungu amesema usizini. Mchungaji anakuambia hiyo amri ni mzito. Anataka uzini. Mchungaji tuletea bibi yako. Tuletea bibi yako. Haya kabisa. Habari ndio hiyo. Mkazi hapa Kayole. Iye kende kero tokana ni horoma Inyue dore kaisi aho tome uziku Igwe inamumenye isumaya niriko